Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa kuamkia Ijumaa tulipotoka kwenye maombi hapa, niliota. Ulihudhuria maombi ya Ijumaa? Asante. Niliota kuna mtoto akaja kuniambia, dada, njoo uone kuna watu wanaua watu. Watu wanaua Nikaa nakimbia Mungu. Nikakimbia tukafika kama ni poli hivi. Nakuta kama kuna watu wamekufa, niangalia kama ni mtoto hivi, naangalia asija kama mwanangu, Mungu wangu. Naangalia kama watu wamekufa, akasema, dada, mbona kama kuna mtu mwingine anakufa huko? Nikamwambia, wewe tukimbie. Sawa. Ile tunakimbia, nashtuka niko kwenye ndoto. Asubuhi naamka. Sio ndoto hiyo, nimeamka tu asubuhi. Hiyo ilikuwa ndoto sasa asubuhi. Nafanya tu kazi za kawaida. Baba akapiga simu. Nikaangalia sikupokea. Nikaacha. Akapiga tena mara ya pili nikapokea. Akasema, "Halo, za leo nzuri, shikamoo. Unaendeleaje vizuri? Uko salama?" Nikamwambia niko salama. Akasema, yule mtu ambaye alikuwa anaenda kumwangalia rufaa ametuacha." Nikamwambia, "Mtu gani?" Nikajua naongea na Rebeka, nikamwambia, "Hapana, uongee na yeye, unaongea na mimi hapa Agnes. Ni wewe?" Haya, nikajua ni mwenzio. Nikamwambia, "Basi ngoja nimtaarifu mwenyewe." Nikakata simu, nikampigia yule, nikampa taarifa. Baada ya muda tena mama naye akapiga simu. "Halo, naongea na fulani." Yule sasa tunaenda saa ngapi msibani?" Nikamwambia, "Kwa leo wote mmeamua kukosea namba yangu. Mume wako pamoja na wewe. Wote leo mmekosea namba." Ndio. Akasema, "Kwa nini?" Nikamwambia, "Kwa sababu baba amenipigia akaniambia habari ya msiba." Afa akaniambia, "Mbona nikajua nimempigia fulani. Nashangaa na wewe sasa hivi umenipigia afu unataja mtu mwingine wakati ni mimi." Akasema, "Hiyo ni live, sio ndoto." Nikabaki na shangaa mpaka sasa hivi. Amen. Mwanangu, umeolewa? Niliolewa. Nijibu tu, umeolewa. Yaani usinipe historia. Ndio. Yaani uko kwenye ndoa au uliachika, uko free? Uko hapa, sija kama mwanaume yuko pale. Akija kwangu nimefunulia nataka kuoe, nikasema muoe au usimuoe. Mimi nijibu ninapouliza tu. Kama uko free hujaolewa, uniambiage hapa baba ni hapana sijaolewa. Historia uliachwa, ulifanyaje au si mengine? Sijaolewa sasa. Maana kuna maanisha maono ya kuolewa uko nayo. Ndio. Historia nyingine achana nayo. Leo ilikuwa na mtu ulipita naye lakini ulishaachana. Hiyo mambo mengine ukija hapa achana. Ninataka kujua moyo wako. Sasa uko free, huna mume. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. La pili. Kuna wakati ulioifika hapa kwenye madhabahu uliambiwa kwamba achana na mwanaume mwingine aliyekuwa anaonekana. Ndio. Na kweli kwa wakati ulikuwa na mtu. Ndio. Na mtumishi akakwambia huyo mtu hakutakuwa na ndoa mbele. Ndio. Lakini kwa muda uliendelea na yule mtu. Kwa muda niliendelea naye, lakini cha kushangaza. Nini kilitokea baada? Mtumishi alikwambia hiyo ndoa haipo. Ndio. Lakini wewe ulikuwa unaona una mume. Ndio. Si ndio? Ndio. Nini kiliendelea? Baada ya hapo tulirudi. Niliumwa, nilivyoumwa nilikuwa naumwa tu tumbo, nilikuwa naumwa. Ndio. Nikaenda kwa mganga. Sawa. Nilipofika pale akaniambia, cha kushangaza kama ananicheka. Eti ulikuwa Tukuyu? Mimi nashangaa. Umejuaje habari zangu? Yaani mganga anakuambia ulikuwa Tukuyu? Akasema hujarudi sasa. Kwamba amefurahia umerudi kwa mganga sasa. Nikamwambia, ina maana kwa alikuja kwa? Toka hapo hajanipa jibu tena, ila mimi nikajua alienda kwa. Okay. Kwa sababu sio mbali na kwangu. Sawa. Nilipotoka hapo nilirudi nyumbani. Sawa. Niliporudi nyumbani usiku nikamwambia, kwa uliniendea kwa mganga. Ile siku usiku hatukuongea kabisa. Sawa. Katika kuishi na mwanaume huyo uliokaa naye, umebahatika kupata mtoto? Ndio. Wangapi? Mmoja. Ndio. Mko naye mtoto mmoja? Ndio. Okay. Lakini ulipokuja mtumishi akamwambia huyo sio mwanaume, hakuna ndoa itakuwepo, sio? Ndio. Lakini kwa wakati ulikuwa unamuona uko naye, sio? Ndio. Lakini sasa umekubali sauti ya Mungu kwamba yule hakuwa mwanaume wako. Ndio. Na sasa pamoja na uwepo wako, tafsiri yako ni kwamba umerudi kumwambia Mungu, nisamee, nataka sasa mume wangu. Nataka Mungu akubariki kugusa madhabahu hii. Mungu akupe mume wa staili yako. Amen.
ubora wako usimame. Bwana asifiwe. Na wanaume mlioko madhabahuni, mlioko hapa kanisani na walioko nje, na waruhusu kuwa ni mwanamke aliyetakasika, anayeweza kuwa, anaweza kuwa na akawa mke utaishi. Madhabahu haiwezi kudanganya. Alikuja sio kwa sababu litaka kuachanisha. Nakumbuka katika jicho la kinabii tulikwambia hapo na hapana ndoa hapo. Hapana mume hapo. Na tulimwambia na yule mwanaume aliyekuwa naye mbele yako, sio? Bila shaka atakuwa alinuna sana. Atakuwa alichukia kwamba nimeenda kanisa gani. Hata nilipotoka hivi juzi, aliniambia najua upo karibu na kanisani huko. Nikamwambia kama niko karibu. Akaniambia nenda hata kwa mama mchungaji, atakwambia mimi niko tu salama sasa hivi, sina kitu chochote. Akataka kusema uje kwa mtumishi hapa. Ndio. Kwamba huyu atakushuhudia, atamuona. Sasa nataka nikupe siri moja. Watu wenye roho mbaya wana uwezo wa kumuona. Ndio maana niliwaambia wachawi wako wanaona hawa watumishi vitu vilivyoalika. Huko wanamuona Mwamlima, wanamuona Makasaka, wanamuona mtu ambaye anakuombea. Wanaona nguvu yake. Wana uwezo, wanaokuroga wanamuona. Ndio maana anakuambia hata ukienda ungeuliza anawezeje akakuona wewe huko wakati mambo yako ya siri bwana, lakini anakiri kwako, anasema nenda, atasema. Bwana Yesu asifiwe. Wabaya wako wanakuona mpaka uliyeko hapa kanisani. Ndio sababu mtu anza kufika hapa akakimbia, maana wanaona upo kanisani. Jana nilikuwa na mwanangu mmoja alilipa roho ya kisasi, wanasema ndio unatusumbua. Na kwa hivyo anampiga mtoto kwa sababu anakuja kuombewa hapa. Wachawi wanajua. Ndio maana nilikwambia mtumishi akwambia jiconnect, jiunganishe. Ukijiunganisha sio upigani mwenyewe, Mungu anapigana. Ikiwa madhabahu na Yesu atakufunika kwenye hatari. Tunataka tuseme binti huyu sasa, ikiwa Mungu amempa moyo, kwa sababu ukaambiwa lakini moyo wako unang'ang'aniza mpaka moto uje ndio uungue ndio ujue, lakini nataka Mungu akutakase na uolewe. Amen. Jambo la pili, kwa sababu hiyo kuna roho ya mauti na ukutafuta. Na nataka nithibitishe leo, roho hii inatoka upande ule mmoja. Inataka kukuua wewe. Siongei mengi. Nataka uwe mzima na asifanikiwe yote anayejaribu kuua maisha yako. Anayejaribu kuondoa uhai wako asifanikiwe. Amen. Nataka usife. Mwanangu nasikia. Nataka usifukuzwe tena. Kwenye mwengu wa roho wewe umekuwa kama kitoweo. Yaani umeachiliwa mbu unaokufukuza wewe ili watake kuangamiza maisha yako. Mimi nataka ikiwa uko hapa na umemwona Mungu, usiuawe tena. Tukuone mwaka huu na mwakani na mwaka kesho kutwa. Na wabaya wako wakuone ukiishi. Ijumaa uliona hali yako uliyokuwa nayo? Uliona? Mungu amekukomboa. Pende Mungu wako. Amekukomboa mazima. Amini Mungu yuko na wewe. Jitoe moyo wako kama sadaka kwa Mungu. Usijali yaliyopita na usiyakumbuke. Ukiyakumbuka yakumbuke kujifunza. Fahamu Mungu atakupa nyota nzuri. Nataka nikuhakikishie Mungu atakupa njia nzuri. Najua kuna sehemu ioni ila Mungu atakupeleka. Na hilo utalikumbuka mahali. Hata usipokuwa hapo kama Morogoro, Dar es Salaam, ukamuone Mungu uliyokutana naye hapa. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Uketi mwanangu.